Mtazamaji wa TAKUKURU TV, karibu katika makala maalum inayoangazia utekelezaji wa kampeni inayoitwa Tusirudishane Nyuma katika halmashauri ya wilaya ya Iringa pamoja na halmashauri ya wilaya ya Mafinga. Tusirudishane Nyuma ni kampeni inayotekelezwa na TAKUKURU kwa lengo la kuhamasisha wadau kuzuia vitendo vya rushwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lengo ni kuhakikisha kuwa fedha ya serikali inayowekwa kwenye utekelezaji wa miradi hii inatumika kama inavyotakiwa ili miradi hiyo ikamilike kwa kiwango kilichokusudiwa. Kwa kuwa miradi hii ni kwa ajili ya maendeleo ya wananchi, je, ushirikishwaji wao ukoje katika kuibua miradi hii? Kimsingi katika ajenda ya maendeleo, wilaya ya Iringa imekuwa ikiwashirikisha wananchi kwa kiwango kikubwa sana. Na inawashirikisha wananchi katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza, iko miradi ambayo inaibuliwa na wananchi wenyewe katika jamii. Kule ambako wananchi wanatamani kuwa na darasa, wanatamani kuwa na nyumba ya mwalimu, wao wenyewe kupitia mikutano yao ya vijiji, vitongoji na mitaa wanakubaliana katika kuibua miradi. Wanapoibua miradi hii, serikali ina jukumu la kuwaguide, kuwaongoza katika namna bora ya kutekeleza ule mradi, lakini baada ya hatua fulani serikali inakuwa na wajibu wa kuongezea fedha ili kukamilisha mradi husika. Lakini eneo la pili ambalo wananchi wamekuwa wakishirikishwa na kushiriki katika swala zima la miradi ni pale ambapo tunakuwa na fedha za miradi tulizozipeleka kwenye maeneo yao, lakini wanawajibika kuwa sehemu ya kamati za miradi ile. Kwa mfano, tuna kamati ya manunuzi, tuna kamati ya vifaa na kamati ya majenzi. Kamati hizi zote zinaundwa na wananchi wenyewe. Lengo ni kuhakikisha kwamba wananchi wanajua kimekuja kiasi gani, taratibu za manunuzi zikoje, mjenzi anayejenga kapatikana kwa utaratibu gani, lakini pia wanashiriki katika kufuatilia ujenzi wa kila siku. Hii inapanua wigo wa uwazi katika ujenzi, lakini pia inarahisisha wananchi kujua value for money, na mwisho kabisa kunakuwa hakuna nafasi ya rushwa ama mazingira ya ubabaifu katika matumizi ya fedha ama katika taratibu za majenzi. Rushwa imekuwa kikwazo katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Je, ni hatua zipi zinachukuliwa katika kuidhibiti ili miradi hiyo ilete tija kwa wananchi? Kama tunavyojua, miradi hii inatumia fedha nyingi za serikali. Wakati mwingine kunakuwa na ubadhirifu katika miradi hii. Katika jukumu hili, wakati mwingine tunaweza tukawa tumetoa elimu, tumefanya uzuiaji, lakini pale tunapobaini kabisa kwamba kuna mianya ya rushwa au kuna sheria zimekiukwa za manunuzi au ubadhirifu katika miradi hiyo, uchunguzi unafanyika. Na hapa wahusika ambao watakuwa wamebainika, basi sheria inachukua mkondo wake kwa kufikishwa mahakamani. Na hapa ndio utakuta kwamba kuna na hili eneo utakuta kuna miradi mingi, unakuta labda maafisa au unakuta maafisa masuhuli hawa au wasimamizi wa miradi au kamati za ujenzi huwa zinafikishwa mahakamani pale ambapo tunabaini kwamba wamefanya ubadhirifu katika miradi ambayo inakuwa inatekelezwa katika maeneo ambayo wanayasimamia katika wilaya au katika mitaa au katika vijiji vya mkoa wa Iringa. Kutokana na baadhi ya miradi kugubikwa na vitendo vya rushwa, TAKUKURU ikiwa ni chombo kilichopewa jukumu la kuhakikisha ustawi wa utawala bora nchini na kutokomeza rushwa, hufanya ufuatiliaji wa fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lengo la ufuatiliaji ni pamoja na kuongeza kiwango cha uwazi na uwajibikaji katika utekelezaji wa miradi hiyo, kuhakikisha kazi za miradi ya maendeleo zinatekelezwa kwa ubora na ufanisi. Yote haya yanafanyika ili kuleta ufanisi. Na tunaendelea kufuatilia kwa karibu kwa sababu tunaamini kwamba serikali inapeleka fedha nyingi sana katika miradi hii. Kwa hiyo sisi kama taasisi kwa kutumia majukumu yetu haya ambayo nimetaja, uelimishaji, uzuiaji na uchunguzi, yanasaidia sana kuleta ufanisi wa miradi katika mkoa wetu wa Iringa. Mtazamaji, moja ya mafanikio ya usimamizi bora wa miradi ya maendeleo uliofanywa na halmashauri ya wilaya ya Iringa ni uwepo wa shule ambayo imeondoa shida iliyokuwepo ya wanafunzi kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 12. Katika kata ya Tunundu tuna shule moja ya Pawaga Sekondari. Hii shule mwanzoni ilikuwa imezidiwa kwa kiasi kwamba idadi ya wanafunzi walikuwa wanapokelewa form 1 peke yake walikuwa wanafikia wanafunzi 460 kwa mara moja. Sasa tukaona wanafunzi 430 au 460 ni wengi sana. Kwa tukaona ni angalau sasa tuone namna gani tunapeleka maombi katika ofisi ya Rais TAMISEMI ili tuweze kupata fedha za kujenga shule mpya. Na kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr.
Samia Suluhu Hassan ametusaidia kwa kiasi kikubwa. Kupata shule 5 katika halmashauri sio jambo dogo, na hasa katika shule yetu ya Kimande ambayo tayari tumejenga na sasa imekamilika, na wanafunzi wa kidato cha kwanza wako pale wanaendelea na masomo. Mimi naishi jirani na hii shule, kwa hiyo inanisaidia kupata muda mwingi sana kwa ajili ya kusoma. Nashauri wanafunzi wenzangu tuvitunze vizuri vifaa vya shule hii ya sekondari Kimande. Naishukuru sana serikali kwa kutujengea hii shule, tunapata manufaa mengi. Kwa mfano, tunafika shuleni kwa muda mwafaka. Pia umetuwekea urahisi kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa tunatembea umbali mrefu kutoka Itunundu mpaka shule ya Igodika. Sasa hivi wameturahisishia. Ujio wa shule hii hakika umekuja mahala pake. Tulikuwa tuna hamu kwa muda mrefu tukifikiri ni namna gani tunaweza tukapunguza adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kutoka hapa kwenda ambaye ni kata moja ya kijiji cha Mbuyuni, ambapo shule ile kwa kweli kiujumla iko mbali kidogo na mazingira haya tulipo. Naomba tuwapeleke watoto shuleni wafaidike na elimu. Tumetoa shule jirani, tusio tuna visingizio. Maana mwanzo tulikuwa tunasema nauli, tunawapeleka watoto nauli hatuna. Watoto wanaenda wanaishia polini, saizi ipo jirani, tuwapeleke watoto shuleni wakapate elimu. Uwepo wa shule hii umesaidia kwa kiasi kikubwa sana. Hapo awali wanafunzi walikuwa wanatembea umbali mrefu kutoka vijiji vya Kimande, Itunundu na Msolwa. Wote walikuwa wanatembea umbali wa takribani kilomita 7 mpaka 8 kuitafuta Pawaga sekondari. Lakini pamoja na hayo, watoto hawa walikuwa hawamalizi masomo, walikuwa wanaishia njiani, kwa maana mateso makubwa ambayo wameyapata katika kutembea kutoka sehemu wanakotoka mpaka mahali shule ilipo. Mara ya kwanza walikuwa wanaenda mbali sana, na wengine walikuwa wanashindwa hata namna ya kwenda shule, wanaamua kuahirisha, wanatoka shuleni. Lakini sasa hivi walio wengi wamefurahi na wanaendelea vizuri kusoma, na wengi sasa kutoka shule zingine wanahitaji kuhamia hapa kwa ubora wa shule na namna ilivyo. Nipende kuishukuru ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Iringa kwa kuwa wao tumekuwa nao bega kwa bega katika usimamizi wa mradi huu. Wamepita mara kadhaa kwa ajili ya kutekeleza wajibu wao, wametushauri, na kimsingi nipende kuwashukuru sana kwa sababu ushauri waliokuwa wanaotoa ni ushauri wa kitaalamu. Sasa hivi ofisi ya TAKUKURU mkoa ina wataalamu wanaohusisha kada zote. Kuna wahandisi, kuna ma-QS, kuna ma-architect. Kwa wanapopita kwenye miradi wanashauri kile kitu ambacho kinatakiwa kushauriwa, hasa kwenye nyanja za ujenzi pamoja na matumizi sahihi ya fedha za umma. Mtazamaji, pamoja na uwepo wa shule hiyo kupatikana kutokana na usimamizi mzuri wa mradi huo, vile halmashauri hii ilikamilisha ujenzi wa hospitali ya wilaya ambayo inasaidia upatikanaji wa huduma za afya. Changamoto ambazo wakazi wa eneo hili walikuwa wakizikabili kabla ya mradi huu ni kutembea au kwenda umbali mrefu sana kutafuta huduma za afya, ambapo ni zaidi ya kilomita 80 kuweza kufikia hizo huduma za afya. Lakini pia changamoto ilikuwa inawapata kina mama wajawazito kujikuta kwamba wanakosa mahali sahihi pa kupata hizi huduma za kiafya, hivyo kujikuta wengine wakijifungulia majumbani. Lakini kwa sasa changamoto hiyo imepungua kwa sababu ya uwepo wa hii hospitali, ambapo kwa mwezi hospitali hii imeweza kuhudumia kina mama wajawazito wanaokuja kwa huduma za kujifungua zaidi ya 80 kwa mwezi. Mradi wa maji wa Sadani Kihata ni moja ya miradi ya maji iliyotengewa fedha zaidi ya bilioni 1.5. Mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa anaeleza changamoto zilizojitokeza awali wakati wa utekelezaji wa mradi huo kabla ya TAKUKURU wilaya ya Mufindi kuanza kuufuatilia. Kuna mradi mmoja kwa mfano wa Sadani Kihata. Huu mradi ni wa bilioni 1.5. Na hawa watu na hii miradi huwa kuna namna wanasimamia wao kwa wao, kuna namna zao huwa wanasimamia. Nishukuru na nipongeze sana na
TAKUKURU chini ya kiongozi wetu wa wilaya Abdurrahman kwa kazi nzuri ambao wamefanya. Waliweza kubaini kwamba kulikuwa na kaubadhilifu fulani kanatakiwa kutokea, sababu walitakiwa waunganishie wananchi aina fulani ya mabomba, wao wakaunganisha kwa aina nyingine ya mabomba. Kwa hiyo maana wanatumia mabomba ambayo yako chini ya kiwango, wakati fedha iliyotolewa ni kwa ajili ya mabomba ambayo yana kiwango kizuri. Kwa hiyo wale wakatusaidia sana kuhakikisha kwamba wametusaidia kubaini hilo na kulisimamia haraka, na hivyo wakahakikisha wananchi wameunganishiwa maji kwa kutumia yale mabomba ambayo yanastahili. Nashukuru kwa TAKUKURU kwa kufuatilia mradi huu, maana ulikuwa unasumbua kidogo, lakini kwa kufuatilia na vikao na kuweka mikutano tumepata ushirikiano mzuri. Kwa hiyo tuko vizuri sasa hivi na tunaendelea vizuri na mradi, na maji yanapatikana kwa wingi bila tatizo lolote. Ndoa nyingi zilikuwa zinavunjika mara ya nyuma kupitia wanawake walikuwa wanajihimu kwenda kufuata maji bondeni. Kwa hiyo kupitia hilo serikali ikaona sio busara kuendelea kuteseka wananchi wetu wa Utosi. Kupitia hilo tunashukuru sana serikali yetu. Mpaka sasa tunanufaika na mradi huu, kwani hapo awali tulikuwa na chota huko Makondeni kwenye mito, vidimbwi maji yalikuwa machafu, kiafya alikuwa tunapata shida sana. Mtazamaji, vile utekelezaji wa miradi ya maendeleo umekuwa na manufaa katika halmashauri ya mji wa Mafinga. TAKUKURU wilaya ya Mufindi imekuwa bega kwa bega kuhakikisha miradi hii inatekelezwa kwa ufanisi na ubora. Sisi kama taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba taasisi zilizopewa dhamana ya kuhakikisha kwamba zinatoa huduma kwa umma, taasisi zinazotekeleza miradi ya maendeleo zinafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumika vizuri, rasilimali za umma zinatumika vizuri, na pale tunapobaini kuwepo kwa mianya ya rushwa, basi tunachukua hatua kuzitaarifu mamlaka husika ili kuweza kuziba mianya hiyo na hatimaye wananchi waweze kupata huduma bora iliyokusudiwa. Mtazamaji, upo msemo usemao kidole kimoja hakivunji chawa, na ule usemao umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. TAKUKURU imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali katika mapambano dhidi ya rushwa. Hatua hii imeamsha ari kwa wadau hao kushirikiana na TAKUKURU katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. TARURA tunashirikiana na taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo TAKUKURU. Kwa mfano huu mradi wa Makondeko Ndolezi ambao tulikuwa tunapeleka barabara ya lami kwenye kituo cha afya, tuliweza kumpa mkandarasi. Yule mkandarasi alishindwa kumaliza kwa wakati, lakini TAKUKURU walifanya kazi yao kwa weledi mkubwa na kumfanya yule mkandarasi aweze kufanya hiyo kazi. Lakini pia aliposhindwa tulichukua hatua za kimkataba, na kwa kushirikiana na wenzetu wa TAKUKURU tukavunja huo mkataba, tukatangaza tena kazi, tukapata mkandarasi mwingine na akaweza kuimalizia hiyo kazi. Kwa hiyo kwa kweli kwenye wilaya Mufindi TAKUKURU tunashirikiana nao vizuri sana, na miradi mingi imekuwa ikimalizika kwa wakati kwa sababu ya ushirikiano tulionao. Mara nyingi mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Mufindi huwa anapita vijiji vyote ambavyo tuna miradi, mara nyingi huwa anapita kila robo, na endapo atakutana na changamoto yoyote huwa anashirikisha ofisi yetu, na pale ambapo akituhitaji huwa tunaongozana naye, na mara nyingi amekuwa akitusaidia sana hasa katika kutatua kero za wananchi, kwa sababu miradi mingine huwa inalalamikiwa na wananchi, lakini amekuwa pamoja na sisi kuhakikisha kwamba miradi hii inatoa matunda yaliyokusudiwa kwa wananchi na isiwe miradi yenye kero yoyote. Miradi hii ambayo serikali imeweka fedha zake nyingi inapaswa kulindwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Hili ni jukumu la kila mmoja, kwani miradi hii ni ya wananchi. Kwa niaba ya wananchi, viongozi na watumishi wa wilaya Iringa, nichukue fursa hii kwanza kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumshukuru sana kwa dhati kwa namna ambavyo serikali imekuwa ikituletea fedha za kutosha za miradi.
Leo kwenye sekta ya afya tuna fedha, kwenye barabara tuna fedha, kwenye maji tuna fedha, kwenye kila sekta ambayo inagusa maisha ya wananchi, wilaya ya Iringa tumepata fedha. Sasa shukrani zetu za dhati ni kuhakikisha miradi ambayo imelitoa fedha inaanza kwa wakati, inakamilika kwa wakati na kwa ubora. Lakini pia tumhakikishie Mheshimiwa Rais kwamba kwa namna yoyote ile iwayo tutahakikisha miradi hii haiharibiki ama ifanyike chini ya kiwango kwa sababu ya rushwa. Na kwa hili nimpongeze sana kamanda wa TAKUKURU kwa namna ambavyo amekuwa ni msaada mkubwa kuhakikisha maono haya ya Mheshimiwa Rais ya kugatua maendeleo, yeye amekuwa ni sehemu ya kudhibiti rushwa ambazo zingeweza kuathiri ukamilishaji wa miradi na utoaji wa huduma. Lakini pamoja na yote tumhakikishie Mheshimiwa Rais kwamba miradi hii mikubwa ambayo inatekelezwa ndani ya wilaya ya Iringa, ambayo sisi tutahakikisha inafanyika kwa viwango na kwa ubora, itatoa huduma kwa wananchi na wananchi waone faida na furaha ya kuwa na rais anayewajali, anayewathamini na ambaye anaona ni muhimu kuwapelekea huduma kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Wasimamizi wa miradi hii wao ndio wamepewa dhamana kubwa ya kusimamia miradi hii. Kwa hiyo wana wajibu wa kusimamia au katika kusimamia miradi hii kwa kutojihusisha na vitendo vya rushwa na kuhakikisha taratibu zote za ujenzi, taratibu zote za manunuzi zinazingatiwa. Kwa sababu hayo maeneo kwa uzoefu ambao tulionao kama taasisi ya kupambana na rushwa ndio maeneo ambayo yanaleta shida kwenye manunuzi, kwenye masuala ya vifaa, ubora na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa tunawahimiza wasimamizi wa miradi, kamati za ujenzi kusimama vizuri na kuzingatia wajibu wao katika kusimamia miradi hii. Kutokana na kiasi kikubwa cha fedha ambacho Mheshimiwa Rais ameweza kutupatia kukamilisha shule hii mpya ya Kimande, shule ina kila kitu kinachostahili kuwa katika shule. Naomba nitoe wito kwa wananchi wa tarafa ya Pawaga, wa kijiji cha Kimande, kata ya Itunundu, waweze kutoa ushirikiano mkubwa katika kutunza miundombinu hii kwa kuwa miundombinu imetumia gharama kubwa. Tumefunga vifaa vizuri kwenye maabara, tumeweka madawati mazuri, majengo mazuri. Kwa hiyo naomba nitoe wito kwa wananchi waweze kushiriki vizuri katika kuilinda na kila mmoja awe mlinzi wa mwenzie katika kuhakikisha miundombinu hii tuliyoiweka inadumu kwa ajili ya kusaidia kizazi kilichopo na kizazi cha baadaye. Sisi kama wananchi wa wilaya Mufindi tunaomba tuendelee kuitunza miundombinu ya barabara. Barabara zenyewe, mitaro, madaraja, taa. Tumekuwa tukifunga taa mpaka vijijini kabisa huko kama agizo la Waziri Mkuu lilivyotolewa. Nchi yetu inakataza kupokea wala kutoa rushwa. Kwa hiyo mwananchi yoyote au akiona mkandarasi anampelekea rushwa au yeye binafsi haruhusiwi kwenda kuomba rushwa kwa mkandarasi. Na shauri wananchi wangu pamoja na wananchi kwa ujumla kata Sadani wawe wachukulie mradi ni wa kwao, kwa sababu serikali imejitoa kutengeneza mradi hapa mahali hapa ili sisi tusio na shida yoyote ya maji. Kwa hiyo wawe na ushirikiano wa kulinda na kulinda pia na swala la kulinda mabomba pamoja na kuwa angalifu hata kwa wengine ambao wanaweza kuleta itilafu katika mradi huu. Tuna kazi kubwa ya kuhakikisha wananchi wana feel ile miradi ili wao nao wageuke kutusaidia katika ulinzi na utunzaji wa miradi hii. Hata wanapokuwa na wawe na uelewa mradi unapoenda kwao nini kinatakiwa kufanyika, ili watakavyohisi kuna ubadhilifu unataka kutokea waweze kutupa taarifa. Lakini kikubwa ni kuwaomba na kuwasihi kwamba tujitahidi wote kuhakikisha kwamba tunasimamia haki na tusiweke matumbo mbele, tusiweke rushwa mbele. Mwisho wa siku tutakuja kujikuta tunatengeneza jamii ambayo haitafaa kwa matumizi ya sasa na ya baadaye. Mpaka hapo mtazamaji, tumekamilisha makala haya. Bila shaka utashiriki kikamilifu katika kulinda na kutunza miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika eneo lako. Tusirudishane nyuma, maendeleo yako, maendeleo yetu. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.